sio kesho ni leo. Ni leo sio kesho ni leo. Kuokoka ni leo sio kesho ni leo. Ni leo sio kesho ni leo. Atera tera kai tera tera lima. Sera kai sera tora dime. Atera tera kai yo que tera lima. Sera kai sera tora dime. Utia de toca utia de goga. Utia de toca utia de goga. Para goga de toca. Tondo de muega, y bueno Yesu de muega. Ono canagia tondo de muega, y bueno Yesu de muega. Ay mwana de tondo muega, y mwana muega de muega. Ay mwana Yesu de muega, ay mwana Yesu de muega, ay mwana Yesu de muega, ay mwana Kai mwana Yesu ne mwaga. Kai mwana Yesu ne mwaga. Kai mwana Yesu ne mwaga. No ketia tondo ne mwaga. Kai mwana Yesu ne mwaga. Kio tora ina tondo ne mwaga. Kai mwana Yesu ne mwaga. Kora kwada Yesu adiaga kagawega. Kora kwada Yesu adiaga. Yesu sasa ina pepe. Yesu sasa ina pepe.
inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera ya wokovu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera ya upendo sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera ya wokovu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. 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 Anatupenda, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Anatujali, wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Wa uzima wa milele. Wa uzima wa milele. Wa uzima wa milele. wa milele. Wa uzima wa milele. Wa uzima wa milele. Wa uzima wa milele. wa milele. Yesu ni mwokozi wangu nami nitaimba. Yesu ni mwokozi wangu nami nitaimba. Yesu ni mwokozi wangu nami nitaimba. Imba imba imba. Imba imba imba. Imba imba imba. Imba imba imba. Yesu ni mwokozi wangu nami nitacheza. Yesu ni mwokozi wangu nami nitacheza. Cheza cheza cheza. Cheza cheza. Cheza cheza. Cheza cheza. Cheza cheza. Okai muone Yesu ni mwega. Okai muone Yesu ni mwega. Okai nyuothe moigua ni mwega. Okai muone Yesu ni mwega. Okai nyuothe muone ni mwega. Okai muone Yesu ni mwega. Okai moigwe uria aracama. Okai muone Yesu ni mwega. Okai nyuothe muone ni mwega. Okai muone Yesu 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 ni mwega. Okai andũ mwathani ena mwara ũre ngoro mũime thĩna ũrĩa wonirwo nĩ Isiraeli tene wathĩnĩkirwo nĩ athuri ena atumia na anake na airĩtu na ngenge ciothe na atumia othe andiu hĩndĩ ĩrĩa mairirio ngoro nĩ ciugo cia Jehova nake akĩmairĩra ngoro akĩmarekere ithandũkũ rĩgĩtahwo na rĩarĩ hinya rĩarĩ tawa ona yao nyũmba ya Jerusalemu mbuthu ciayo ikĩmiunaga na athĩnjĩri makĩũragwo mbĩthũ nayo anjora ndamũthaitha mũigue ru nĩ thĩna ũrĩa wonirwo nĩ athuri na atumia othe ona anake ao na airĩtu ao mahandire ndũrĩrĩ tondũ nĩ magirio hiki ũrĩa
le mo de lu sia na sia ikea na sia do le le ne kwa ga I go na I de lu te aga ubu atumia o de ali wa na sia go ya na de ni ma kya ga ha do o le le la ga de we la ya do o de ya ni e me o no ye ko le wa ga nu ma e o ba me nya I je so ke nyo ba ya mo le ne je o ba ya tui lo e ka ro de lu ya le e ya ko abi me lo do ale e ma ta lo hi ga go ro le le ma tu le tia ma ru ma ge dai da je o ma Yembadia go hagendia Venada yuna legu lo ge do to wa te te tere to ne ga vi to na ko ru to na ko ga ro ga kana ke ada ro ga kana ke ada ro ge wa ga bo se Bota que tira Bota que tira sani to ti le wa ya tu na ta ku e ara ge ke me
Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Tuwashukuru Mungu, na kwa wakati huu nataka tuanze na maombi, na nitakaribisha brother Dan Gathoko akuje atuombe ili tuanze crusade ya siku ya leo. Asanteni sana. Bwana asifiwe. Haya, wacha tuombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu, tunakuja mbele zako jioni ya leo. Tunakushukuru maana wewe ni mwema. Kuwa pamoja nasi, umetulinda, umetuhifadhi, na Baba, tumefika kwa kikao hiki wakati huu. Tunashukuru neno lako na tunashukuru jina lako Baba, sababu ni wewe umetuwezesha ili tuwe na kikao hiki cha kushikiza neno lako Baba. Tunakushukuru sababu ya kwa wakati huu, na tunakuomba Baba, tutumie Roho wako Mtakatifu na ili aenende pamoja nasi, na ili Baba tunenewe neno lako, na tukitoka mahali hapa Baba tuwe roho zetu tuko na imani yako Baba. Tunakushukuru, tunaomba kwa wakati huu wale wote ambao wanaelekea katika kikao hiki, tunaomba uwaongoze na ili tuwe pamoja na ili utubariki pamoja. Tunaomba sababu ya neno tutakalosikia siku ya leo, tunaomba katika wakati wa sifa Baba uwe pamoja nasi na ili utuongoze kwa kila jambo. Tunaomba hayo tukiamini katika jina la Mungu na Yesu na Roho Mtakatifu. Tunaomba na kuamini. Amina. Amen. Kwa wakati huu asante sana brother Daniel, na naweza chukua hii nafasi, nataka kukaribisha Baba Karaja ili akuje atukaribishe kwa hiki kikao. Karibu sana. Karibu. Atukaribishe. Na tuko hapa kwa vile tutakuwa na crusade, na wenye mkobali twamuomba mkaribie ili tutakuwa na kegosho na pia tutasikiza neno, lakini wacha kwanza Baba Karaja tukaribishe. Bwana sifiwe. Haleluya. Wenyeji wa Huruma hamjambo. Bwana sifiwe. Basi kwa wakati huu kwanza nashukuru Mungu maana ametuwezesha kuwa pahali hapa. Ni kwa nguvu zake hata ameturausha asubuhi, ametufikisha hata wakati huu kunja kueneza neno lake. Basi wakati huu nasema Bwana ni mwema kwangu mwenyewe, maana amenidumisha wokovu, amenidumisha kwake, amenipa wokovu, ameniongoza, na nina imani nikipelekana na Bwana Mungu na Bwana Yesu hakika nitafika katika nyumba yake. Bwana asifiwe. Jioni ya leo nawakaribisha nyote wenyeji wa kijiji cha Huruma na mji ambao mnatusikia mkiwa pahali popote mliko, wenye mko hotelini, wenye mko nyumba, wenye mnatembea popote pale huko, pale unafanya kazi, na kukaribisha pahali hapa ili tusikie neno la Mungu, tuombe Mungu pamoja nawe, tumshukuru, maana kukupa uhai hiyo ni neema ya Bwana. Bwana asifiwe. Sio kwa uwezo wako, sio maana ati unafanya kazi, sio maana wewe ni mkurino ama wewe sio mkurino. Ni neema ya Mungu imekufanya uwe hapo, uwe na uhai na uwe na nguvu ambazo uko nazo. Kwa hivyo nakukaribisha pahali hapa ili tusifu pamoja na tuombe pamoja, hata na neno la Mungu tushiriki pamoja. Bwana wabariki sana. Mimi naitwa Sami Karanja kutoka upande wa Rimuru. Bwana awabariki sana.
Nimeshukuru sana, umenishika tu mateka, sikuwa nimejitayarisha, lakini Bwana ni mwema wakati wote. Amen. Amen. So kwa wakati huu nataka tupate kigosho. So praise and worship, karibuni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningetaka kuwakaribisha katika open air ya leo. Ningetaka wale watu wako mbali, karibieni hapa ili tuweze kumsifu Yesu, sababu ni mwema. Tutamsifu Yesu. Onainde wendo tali atea, Ngai twatendete naguo, twatukire ciana cia Ngai, ĩndĩ wa magegania Mwathani. Onainde wendo tali atea, Ngai twatendete naguo, twatukire ciana cia Ngai, ĩndĩ wa magegania Mwathani. Utiaria Ngai wakwa, Yeah.
Bwana
Yeah.
Sasa
chukua wakati takase hii mahali ili tuweze kupeana ama ili tuweze kuwasilisha injili. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asanti kwa ajili ya ukuu wako na utukufu wako. Jioni ya leo Bwana, tuko mbele zako. Tunasema ni asanti, tunasema ni asanti. Asanti kwa kutuletea hawa Bwana ambao jo wako tayari kusikiza neno lako. Tunaomba Bwana ukatuongoze, utushike na mkono wako. Tupe nguvu ya kuendeleza injili Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba tukiamini ya kwamba Mungu utalitakasa anga katika jioni ya leo na wakati huu. Katika mahali hapa Mungu, tunaomba uende kuitakasa anga
Baba, katika jina la Yesu. Tunajua ya kwamba ni mengi ambayo yako mbele na yanatugoja Bwana. Tunakuomba uweze kututakaza, tunakuomba uende kutuongoza, tunakuomba uende kutushikiria. Tupe Roho yako Mtakatifu ili tukanene kulingana na mapenzi yako. Baba, tunasema ni asanti kwa ajili ya ukuu wako na utukufu wako. Asante Bwana, asante Mungu, asante Baba. Thank you Jesus. We are calling the one to lead us. Karibu sana Absalom. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Kwa majina yangu naitwa Absalom na nashiriki katika hii kanisa ya AGCC Huruma, na tuko na shukrani kubwa kwa vile Mungu ametupatia nafasi ya kuja hapa tuongee na nyinyi. Na kabla hiyo session imeenda, najua hiyo ni kiojo tu. Mambo iko nyuma. Kwa hivyo kabla niite mtu hapa, ningetaka kumpatia neno la kuwapatia encouragement ya kwamba kuna jambo moja tumeona katika na Yesu wakati alikuwa hapa duniani. Mahali popote ambapo alikuwa naenda na anaacha hapo mahali kukiwa pazuri zaidi ya vile alikuwa anapata. Pakiwa pana kilio, anahakikisha watu wamepata faraja. Kwa hivyo kwa wakati huu tunakuja kumpatia huyo Yesu, kwa sababu tunajua mahali popote Yesu alienda, he never left that place the same way he found it. So today tuwaomba, kama unapita ukisikia neno, najua Mungu atakusaidia na itakupatia motisha katika roho yako. Kwa wakati huu nataka kupatia mama mmoja ili akuje atupatie ushuhuda, na nataka kuanzia na Mama Sami. Mama Sami, karibu ili utupatie ushuhuda. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Niinulieni mkono wenu nyinyi kila mtu. Bwana asifiwe. Nimeokoka, nampenda Yesu kama mwokozi wangu, na nashukuru jina la Mungu kwa sababu ya wema wako na uzuri wake. Namshukuru kwa sababu yeye ndiye alituma nione mchana wa leo. Kuanzia asubuhi na mpaka leo ndiye ameniongoza. Kwa hivyo nashukuru Mungu, na nasema Mungu ni mwokozi na Mungu ni kiongozi wangu. Sasa nataka kuambia watu wa mahali hapa, mko karibu sana. Sisi tumetumwa na Mungu ndio tukuje tulete neno la Mungu ili tusiwahi kudaiwa na Mungu. Kwa katika jina lake limesema nitaongea hapa na Kikuyu. Twamtumirwo ni Mwathani mukahujiria andu mwakora miago ya thino ikimuhenereria, mangikora ni mukorio thakame yao. Bwana asifiwe. Sisi tumekuja hapa ndio tusidaiwe na Mungu, kwa sababu kweli tumetumwa. Tulitambuliwa na Mungu akatuweka neno lake ndani yetu, na sisi tupelekee watu wake, na tukikosa kuleta ya kwamba mwisho tutakuja kuulizwa. Ndio tusikuja kudaiwa na Mungu. Ndio sababu tumesimama mahali hapa, ndio tuseme Mungu anaokoa wazee, anaokoa wamama, anaokoa wa vijana, paka wasichana na paka watoto wadogo. Mwenye atakubali kusikia neno la Mungu, akubali ni Mungu ananena na ni Mungu atakuja kutumikia, asimama na jina lake na ataishi na atakuja kupata uzima wa milele. Bwana asifiwe. Majina yangu naitwa Lea ama Mama Samuel. Naomba Mungu awabariki sana mkija kusikiliza neno lake. Bwana awabariki. Asante sana, tumpigie makofi. Na kwa wakati huu naomba wazee tafadhali mkaribie. Karibieni. Hapa kuna kivuli kizuri sana. Na kwa wakati huu nataka kupatia mwana youth, kwa sababu Yesu anaokoa kila mtu. Anaokoa mtoto, anaokoa mama, anaokoa kijana, anaokoa kila mtu. Na kwa wakati huu nataka kuita KJ.
KJ, karibu sana. Tumkaribishe. Let's encourage him with claps. Karibu KJ. Hey. Praise Jesus. Praise Jesus kanisa. Kwa majina kabla mmesikia, mimi naitwa KJ, lakini my official name naitwa Ezekiel Karanja. Siku hii leo tumekuja katika hii mji wa John Saga ili kuwahubiria neno la Yesu. In the book of John chapter 1 verse 3, the Bible says, "In him there was life, and the life became light to all men." This day you are going to see the light of Jesus Christ, because out of darkness he called us into his marvelous light, and God will bless you all. Amen. Amen, amen. Thanks KJ. Na palipo wazee hapaharibiki jambo. Na kwa wakati huu nayataka kukaribisha Brother Daniel. Karibu sana. Kwa sababu Mungu anaokoa, nimemwambia anaokoa vijana, anaokoa wamama na kila mtu, hata wazee. Kwa hivyo karibu. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Watu wa John Saga tunaletea salamu za Yesu Kristo, za Roho Mtakatifu na upendo wa Yesu. Jioni ya leo majina yangu ni Daniel Dirango. Mimi ni mzee na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Tuko mahali hapa kuwaletea upendo wa Bwana, kwa sababu upendo wa Bwana ni mkuu na ni upendo ambao umepita upendo ambao tunazoea, ama upendo ambao tuko nao hapa duniani. Maana Yesu alitupenda akiwa Mungu, akatoka juu mbinguni akaja hapa duniani, na ili aje afe kwa ajili yetu, na ili tuweze kupokea wokovu, na ili maisha yetu yaweze kubadilika. Maisha ya mtu ilikuwa ngumu sana kabla ya Yesu aje. Ilikuwa ni vingumu sana mtu kufikia Mungu. Ili kugharimu mali yako na kazi kubwa. Lakini wakati Yesu alikuja hapa duniani, akafa msalabani, basi akatupatia ile njia ya kufikia Mungu, na ili tuweze kupokea wokovu. Kwa hivyo kama wewe unasumbuliwa na maisha, kuna mambo inakusonga, unajaribu kutafuta solution, unaenda kwa waganga, unafikiria ukienda kwa waganga watakupatia jibu, lakini ukienda huko ni shida. Kama mzee nimekuja kukuambia ya kwamba ukija kwa Yesu, ukikubalia Yesu aingie ndani yako, maana Biblia inasema Yesu amesimama kwa mlango wa moyo wako akibisha. Ukifungua ingie ndani, ataweza kula mamkuli nawe, ataweza kuingia aishi na wewe, akubadilishe na akupe jawabu ya yale mambo yanakusubua. Kwa hivyo usisumbuke ukitafuta jawabu hapa na pale. Njoo kwa Yesu, sababu anakupenda, and the love of Christ is unconditional. Kwa hivyo watu wa John Saga, nyinyi mna bahati siku ya leo, maana tumewaletea injili, imewakaribia hapa, lakini the decision ama jukumu ni lako. Wewe ndio unakata kauli ya kuja kwa Yesu, maana hawezi kukushurutisha. Kwa hivyo tunakaribisha muje kwa Yesu, maana maisha kwa Yesu, wazee ambao wako kwa Yesu, maisha yao ni tofauti kabisa na wazee wa duniani. Maana Yesu ukija kwake atakunyolosha, atakuongoza, atakushika mkono na maisha yako yatakuwa sawa. Kwa hivyo mkikaribia, Bwana wabariki na watende mema, na tunawapenda katika jina la Yesu. Thank you. Amen, amen, amen. Asante sana. Tumpigie makofi vizuri. Na sasa kwa wakati huu najua hata Mungu anaokoa watoto. Mungu anaokoa kila mtu, na kwa wakati huu nataka kuita Beja. Beja kuja, sababu najua Mungu anaokoa kila mtu. Kuja Benjamin.
hata Sunday school anaokoa. Karibu sana. Praise God. Praise God again. My name is Benjamin. Napenda Mungu. Nataka kuambia ati mkuwe mnaomba. Mungu husaidia kila mtu, kutoka mdogo hadi mkubwa. Hadi mimi nimesaidiwa na Mungu. Amen. Kweli kabisa. Kwa hivyo amen. Hiyo ndio ukweli, ya kwamba hata kama mtoto wako kiasi gani, usaidizi wetu wote unatoka kwa Mungu. Kwa hivyo watu wa John Saga, hii ndio habari njema ambayo tunakuja kuwaambia, ya kwamba maisha yako, faraja yako, mambo yako yote iko ndani ya Mungu. Hata wakati tunaona mambo, watu wengi unasikia wakisema mambo ni gumu, kwa Mungu hata kama mambo ni gumu, Mungu anasaidia watu wake na anawapatia hope. Na kwa wakati huu nataka tuendelee kujitayarisha. Ni lazima nipatie mzee mwingine. Na bado nilimwambia kigosho bado inakuja. Na sasa kwa wakati huu nataka kupatia kuja kuwaletea habari njema kutoka kwa Yesu. Tumekuja kuambia Yesu anawaita, anasema mje kwake, kwa maana yeye ni mwenye upendo. Yeye ametuokoa sisi, ametulinda, ametuhifadhi, na ndio maana tuko hapa tuwaletee injili ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anaokoa wazee, yeye anaokoa vijana, anaokoa watoto. Yeye ni Mungu na yeye ni wa upendo, anapenda kila mtu. Wewe uko pale unaona maisha kama imefika mwisho, uko pale unaona kama kesho hautakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaona kama umelemewa na mambo, tumekuja kukuletea suluhisho ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndiye analebesa maisha yetu. Yesu ndiye anatupa raha katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio tumekuja hapa kukuletea injili njema ya Yesu Kristo. Unapokiri dhambi zako, Bwana asifiwe, unapokiri na umetubu, unapotembelea na Yesu, unapoenenda kadiri na mapenzi yake, yeye atakuja
atakubadilishia maisha yako, ataweza kuirebesha, ataweza kukufanya kiumbe kipya, kwa maana yeye ana uwezo, yeye ako na nguvu za kila aina, yeye ako na suluhisho ya shida yako. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe uko na nafasi nzuri, uko na nafasi mwafaka ya kuweza kupatana na huyo rafiki. Wakati alituona, wakati alitutembelea, sisi hatukuwa tunamjua, hatukuwa tunajua wema wake, hatukuwa tunajua uwezo wake, lakini wakati tulijuana na yeye, kamwe tumekiri roho zetu hatutatoka kwake, kwa maana yeye huwa ndiye suluhisho ya kila tatizo katika maisha yetu. Yeye ako pale anakuita, ako pale anakuita. Tunaukatii sauti yake ili ukaweza kupata baraka zake. Mungu awabariki. Amen, amen. Na wakati tena umefika, wakati wa kigosho, na ninataka kukaribisha praise and worship ili watupatie kigosho mzuri. Karibuni. 1 2 1 2 1 2. Hallelujah. Ejikaraga joderi dialombe agoja enali boige ratama mamezo deria yebagumane na tani boige deria deria
Amen. Amen. That's powerful. So, kwa wakati huu shukran sana Praise and Worship kwa hiyo session mumetuongoza nayo. Na kwa wakati huu nataka kukaribisha watu wawili ili watusalimie. Na wa kwanza nataka kukaribisha Brother Dan. Karibu sana. Utuambie Yesu amekutendea namna gani? Karibu, karibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ni Daniel, hivyo mmesikia. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Ameniokoa na amenilinda. Ninamshukuru Bwana Yesu kwa kufika mahali hapa. Sababu hiyo crusade nyingine sikuweza kufika, lakini hii Mungu ameniwezesha nikaweza kufika mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ni furaha yangu ya kwamba Mungu ameniokoa na atanipeleka mbali. Asante. Ninashukuru na Mungu awatendee mema. Amen, amen, amen. Brother Dan, hiyo ni dhahiri shahiri ya kwamba Mungu anaokoa na anadumisha. Bwana asifiwe. Nimeona pastor wetu, Pastor Kimari, na ndiye nataka kukaribisha hapa ili akaribishe our pastor. Pastor, ni wewe utatukaribishia the minister of the day. Kwa hivyo mimi tulikuwa na nyinyi, mimi naitwa Absalom. Karibu pastor. Sasa akifika atatukaribishia pastor ili you call the minister of the word. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Habari zenu? Asante sana. Nimeshukuru Mungu kwa sababu nimefika tu wakati huu na siku nadhani macho ya mwenye kuongoza ameniona, na ninashukuru hata kusalimia bishop wetu. Kama mlivyosikia, majina yangu ni Solomon Kimari. Nampenda Yesu kwa sababu aliniokoa siku moja tu, kama vile tuko hapa akaniokoa kule kiwanja ya Country Bus. Wakati wa Kolino tu kama vile muko hapa, walikuwa nao wanahubiri pale, nikasikia neno na nikalikubali. Ninashukuru sana, nimetoka kanisani kule Kayole na nikajua kwa sababu kuko na crusade hapa ni lazima nikuje, na diposa neno moja nitakalo sikia ama neno moja nitakalo sema linaweza likasaidia mtu mwingine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati huu kwa sababu masaa yameyoyoma, nitakubali kumwalika pastor wetu Pastor Moses na diposa aweze kuendelea. Bwana wabariki sana. Asante, asante, karibu. Bwana asifiwe. Haleluya. Basi tuna furaha kubwa. Wakati huu tumekuja mahali hapa tena hapa John Saga ili kuwaletea injili njema ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ndiye mwokozi wa maisha yangu, na ndio maana tumekuja hapa ili tuambie Yesu anawapenda na bado anataka awe Bwana katika maisha yenu. Na ndio maana tumekuja hapa ili tuwaletee injili hii njema ambayo ni ya wokovu, ambao ni wa milele, ambao ni wokovu tuliletewa na Yesu Kristo. Kwa hivyo siku ya leo mhubiri wetu ni muinjilisti wetu anaitwa Yohana Wachira, na ndiye atatuletea neno. Basi nitamkaribisha ili akuje hapa atuletee injili kama vile Bwana atamwezesha. Basi tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tunanyenyekea mbele zako jioni ya leo. Mungu, tukiliinua na kuliinua jina lako takatifu
kwa kujua ya kwamba wewe ndiye Mungu aishie milele. Tunasema ni asanti kwa maana unaandaa meza ukijua wale ambao umeandaa katika mioyo yao kupokea neno lako wako. Na Bwana, muinjilisti wetu anapoendelea kuleta neno lako, twaomba Roho wako Mtakatifu akaweze kumuongoza kwa kila njia, akinena nasi pia utengeneze mioyo yetu ili ikaweze kupokea ule ujumbe ulio nao juu yetu. Twaomba baraka zako zikashukie kila mmoja wetu jioni ya leo, ili tukaweze kuwa chini ya uwepo wa Roho wako Mtakatifu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Karibu. Asante sana. Bwana asifiwe. Pungie mkono kama unaniona. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa John Washira Kamau. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Mimi ni mzee. Mungu amenibarikia familia. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo ambayo tuwezesha kuja hapa na ili tuwaletee ujumbe mwema. Bwana asifiwe. Ningeomba tutapakuwa hapa tuwe makini, kwa sababu najua Mungu ako na jambo ametuandalia sisi zote, na ili tukalisikie na liweze kutubadilisha na kutuinua, kutujenga na kutufanya tuwe kulingana na mpango wa Mungu. Neno ambalo tuko nalo siku ya leo, kwa Kiingereza tunasema it's the rest to the weary, ama pumziko kwa wale waliochoka. Na tutasoma kutoka kitabu cha Mathayo or in the book of Matthew chapter 11. I'll read in English. Chapter 11 verse 28. The Bible says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I'll give you rest." Let me repeat. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. The other verse we are going to read from the book of Jeremiah chapter 6 verse 16. The Bible says, "This is what the Lord says. Stand at the crossroads and look and ask for the ancient paths. Ask where the good way is and walk in it, and you will find rest for your souls." But you said, "We will not walk in it." Let me repeat. Start at the crossroads. Ask for the ancient path. Ask where the good way is and walk in it, and you will find rest for your souls. But you said, "We will not walk in it." Bwana asifiwe sana. Nitaanzia na kitabu cha kwanza tulichosoma katika kitabu cha Mathayo. Biblia inasema, "Njooni kwangu nyinyi mliolemewa na mizigo mizito na kutaabika, na mimi nitawapee pumziko." Nataka tutafakari maneno matatu kutoka hiyo kifungu tumesema. Jambo la kwanza ni Yesu anaitana. Si mtu hivi tu anaitana. Ningetaka tujiulize Yesu ni nani? Kwa sababu najua kila hapa tuko na wazazi, tuko na wachungaji, tuko na watu ambao maybe tunaona wakiwa wakubwa sana. Saa hizi ukasikia mzazi wako anakuita, najua unaweza acha jambo ambalo unafanya uende usikie na mzazi wangu ananiitia nini. Ukaitwa tuseme na rais wa Kenya, usikie amesema "Njoo kwangu." Najua utaacha kazi yako yote uende, kwa sababu unajua huyo ni nani. Unajua mzazi ni nani kwako. Unajua mtu ambaye maybe ako na mamlaka ni nani kwako. Na kwa hivyo unaweza acha mambo yote uende usikie
anachokuitia. Sasa hapa kwa kitabu ni Yesu anatuita. Yesu ni mwana wa Mungu. Na Biblia inatuambia katika kitabu cha Akolosai, kila kitu kiliumbwa kwa ajili yake na kila kitu kiliumbwa kwake. Yeye aliumba kila kitu, na hakuna kitu iko hii dunia inaweza kufanya jambo bila yeye. Hii dunia hakuna kitu inawezekana bila Yesu. Yesu anajua kila kitu ambacho kinafanyika kwa hii dunia. Yesu anajua mafikira yetu. Yesu anajua maneno ama mambo yote tunayopitia, yakiwa magumu ama mazuri. Sasa huyo Yesu ndiye anaitana. Anasema njooni kwangu. Na ametutuma hapa tukuje tuambie kuna mwito maalum. Na mtu ambaye anaitana si mtu hivi hivi. Ni mtu ambaye anajua uko na shida pahali. Na Yesu alikuwa anawaita kwa nini? Mbona Yesu akasema njooni kwangu? Na ni akina nani hawa walikuwa wanaitwa? Walikuwa wanaitiwa nini? Bwana asifiwe. Yesu alikuwa anaita wale watu walikuwa wamelemewa na mizigo mizito. Walikuwa wametaabika kwa sababu walikuwa na mizigo. Na siku ya leo Yesu ameona katika huu mji wa Jonsaga kuna watu wako na mizigo mizito. Na ndiposa Yesu anakuita leo. Nimekwambia Yesu anajua mambo yote. Anajua roho zetu. Anajua mafikira yetu. Anajua hali zote tunazozipitia. Na ndiposa anasema njoo kwangu wewe ambaye umebeba mizigo mizito na ambaye umelemewa, na mimi nitakupea pumziko. Kwa hivyo injili yetu ya leo ni kuwaletea pumziko kutoka kwa Bwana. Ni kuwaletea pumziko kutoka kwa yule aliyekuumba na aliyekuona. Jambo la pili ningetaka tujiulize, mtu ambaye amechoka, mtu ambaye amedhoofika kwa sababu ya mizigo, yeye anakuwa mtu aina gani? Anakuwa mtu ambaye anakaa namna gani? Jambo la kwanza, mtu ambaye amechoka hana tumaini kwa sababu yeye amelemewa. Kwa sababu Yesu anasema njooni kwangu nyinyi ambao mliolemewa. Jambo la kwanza, mtu akiwa amebeba mizigo mizito, na tutaona hiyo mizigo ni mizigo ya aina gani. Ni mtu ambaye hana tumaini hata kidogo. Hakuna kitu ambaye anatarajia ama anaweza ona ikiwa mzuri kwa kila jambo. Jambo la pili, huyu mtu hana amani. Ndani yake hakuna amani hata kidogo. Kwa sababu ya mambo ambayo amebeba na iko ndani yake. Mzigo ni mzito sana. Umefanya yeye aone hakuna raha katika hii dunia. Mahali ambapo hatukusoma katika hiyo kitabu, Yesu akasema mkuje niwape nira yangu na mtapata raha kwa mioyo yenu. Kwa hivyo mtu ambaye amechoka hana raha hata kidogo. Ako na huzuni, na huyu ni mtu ambaye anatakiwa akuje kwa Bwana. Na ndiposa Yesu anasema njooni kwangu. Yesu anataka hao watu ambao wamelemewa, hao ambao hawana tumaini, hao ambao wamekuwa na mambo mingi wamebeba katika mioyo yao. Hao ndio wanaitwa leo na Mungu wetu. Njooni kwangu. Njooni kwangu nyinyi nyote mliolemewa na mizigo, nami nitawapea pumziko. Jambo lingine ningetaka tujiulize jioni ya leo. Hii mizigo inatoka wapi? Mizigo tulio nayo ilitoka wapi? Tuliibeba namna gani? Wengine wanaweza kuwa hata wako na mizigo na hawajui. Nataka sasa tujue mizigo ambayo Yesu anasema tuje tupumzishwe inatoka wapi? Na hii mizigo ni mizigo ya aina gani?
Mzigo wa kwanza unaotokana kwa mzigo wa kwanza unatoka kwa kutotii neno la Mungu. Wakati tunapokosa kutii neno la Mungu, tunajitwika mzigo ndani ya mioyo yetu, mzigo ambao unaweza tuelekeza Jehenamu, mzigo wa kutoamini Mungu. Huu ndio mzigo ambao ni mkubwa sana. Mtu ambaye hana tumaini kwa sababu hajamwamini Mungu, akona ule mzigo ambao Yesu anakuita na ili akutolee ule mzigo. Ukija kwa Yesu, yeye ni Mwenyezi Mungu, yeye ni Mwokozi, na yeye ukimwamini atakuondolea mizigo yote, mzigo wa kutoamini, na utapata raha kwenye roho yako. Mzigo wa pili tunaupata kwa ile maneno ambayo tunafanya, na hii ndio mizigo watu wengi sana wako nayo kwa roho zao. Mambo ambayo tunafanya ama dhambi ambazo tunafanya zinatufanya tuwe na mizigo mizito sana. Kuna wale watu wanafanya mambo ya usherati. Huu ni mzigo watu wengi wangetaka kutolewa. Umeshaisikia mtu anasema yeye anaweza penda kutokuwa akiziini, lakini kuna roho iliingia ndani yake, kuna mzigo uliingia ndani yake mzito. Hata akijaribu kuacha dhambi za usherati hawezi. Amebarikiwa na familia, lakini bado anatoka nje, na si kupenda kwake. Kuna mzigo uliwekwa ndani yake na shetani, na huu mzigo ni Yesu tu anaweza kuondolea. Bwana asifiwe. Yesu mwenyewe tu ndiye anaweza kutolea ule mzigo, na ni mzigo mzito, umelemea watu wengi sana. Lakini habari njema ni Yesu anasema, njooni kwangu na mimi nitawapumzisha. Kuna mzigo wa ulevi. Watu wengi wameingia kwa ulevi kupidukia. Umekuwa ulaibu wa kunywa pombe, madawa, na wengine hata ni watu wandogo sana. Shetani amewekea mzigo, wangependa kuacha. Si ati wanafurahia sana wakiwa katika ile hali, lakini shetani ameshanyakua mawazo yao. Anawaambia sasa, wewe uko na, tunaita kwa Kiingereza addiction, na huwezi toka hapa. Yesu akasema, njooni kwangu nyinyi mliko na mizigo, na nitawapea pumziko, na nyinyi mtapata raha kwa mioyo yenu. Watu wengi hapa kwa sababu ya madawa na mambo ya pombe na mambo ya dawa zote watu wanakunywa za kulevya, imewafanya wasiwe watu wa kuaminika, watu ambao si wastaarabu hata kwa familia zao, watu ambao hata hawana tumaini. Wengine hata wametelekeza familia zao, wametelekeza wengine wako na good careers, I can say wamebarikiwa na vipanji vya kufanya kazi mbalimbali. Wengine hata wamepata kuporomoka katika kazi zao kwa sababu ya mambo ya mzigo wa unywaji pombe na wa dawa za kulevya. Lakini siku ya leo ujumbe ni, njoo kwangu na nitakupea pumziko, the real rest from the Lord. Bwana asifiwe sana. Mambo ni mingi ambayo tunayofanya ambayo inafanya tuwe na mizigo. Wengine ni mizigo ya kuchukiana. Kuna watu hapa unaweza kuwa unaongea na mwenzako kwa sababu kuna chuki, na hii ni mambo tu ambayo ulikubali yaje kwa moyo wako. Kuna mambo ambayo mmelifanyana ambayo inakufanya uchukie mwenzako, na inakuwa ni mzigo mkubwa sana. Na unajua kwa Mungu, kama uko na chuki na mwenzako, Biblia inasema hautaiona Mungu. Lakini hata huo mzigo Yesu anasema, njoo nikutolee uchuki na nitakupe raha ndani ya maisha yako. Bwana asifiwe sana.
mzigo wa kutosameheana. Kusameheana ni wewe tu unastahili kuamua. Unaamua tu, lakini inaweza kuwa ni mzigo. Unabeba kutosameheana ndani yako. Umebeba watu wengi sana kwa moyo wako. Moyo wako haukuumbwa ule unabeba watu, ule unabeba chuki, ule unabeba mambo ya kutosameheana, ule unaweka mambo kwa roho yako. Hapana. Moyo wako uliumbwa na Mungu, ule unabeba mambo mazuri. Lakini kuna mzigo unajitwika ambao Yesu anauona. Anakuambia, "Njoo wewe uliolemewa na nitakupea pumziko." Bwana asifiwe sana. Mambo ni mengi ambayo tunayofanya yanafanya tuwe na mizigo. Si hoya tu. Jambo lingine ambalo zinasababisha tuwe na mizigo katika mioyo yetu ni hali yetu ya kiuchumi. Wakati mwingine unaweza kuwa unapitia shida. Unatafuta kazi na hupati. Unaweza kuwa unatafuta hata pesa ya kufanya mambo ya kwako, lakini hauna pesa na zinakosa kabisa. Na hiyo inakuwa ni mzigo mwingine ya kuwa unadhoofika sana. Unasikia hii maisha hayafai. Unasikia hii maisha imekuwa gumu sana. Unakosa tumaini. Huo ni mzigo unaweza kuwa nayo. Unaweza kuwa maybe ni ugonjwa. Ugonjwa unaweza kuwa ni mzigo mwingine ambao umekusubua kwa miaka nenda miaka rudi. Familia pale ambapo tunatoka, tunaweza kuwa hakuna kushirikiana ama kuelewana. Na kila wakati kunakuwa na furugu za hapa na pale. Na katika ile hali moyo wako unadhoofika. Na unasikia wewe mambo yako imefika mwisho. Tunasema kwa Kiingereza unasikia uko hopeless. Huna tumaini hata kidogo. Na kila wakati unatembea, wakati unaishi, unaona vile umedharauliwa, unaona vile Mungu hakupendi kwa sababu ya mambo ambayo unapitia. Na huo unakuwa mzigo mkubwa sana. Mzigo wa maisha. Si kwa sababu umefanya dhambi, lakini mambo ambayo umepitia. Magonjwa ambayo umepitia kwa familia. Shida ya fedha. Mambo kama yale yanafanya uwe na mzigo ndani yako. Lakini Yesu anasema, "Nyinyi mliolemewa na hiyo mizigo, njooni kwangu." Njooni kwangu. Yeyote ambaye maybe ako na ugonjwa ambao umemsubua sana mpaka kosa tumaini, Yesu anasema huo mzigo nitakutolea na utakuwa na raha. Kuna watu hawana amani kwa familia. Na Yesu anasema aje, "Njooni kwangu." Wewe uko na mzigo wa familia yako. Wewe uko na mzigo wa watoto wako. Kwa sababu maybe watoto wamekuwa hawakusikizi. Hawaendani na njia ambao ungefurahia. Hawakutii hata kidogo. Hawana heshima. Wamejiingiza kwa mambo ambayo hayastahili. Na huo mzigo Yesu anasema, "Njoo kwangu." Wewe uliolemewa na familia. Wewe uliolemewa na ugonjwa. Wewe uliolemewa na kukosa kazi. Na nitakupea pumziko. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kwa Mungu kuna suluhisho kwa ile maneno yote ama mambo magumu ambayo unaweza kuwa unapitia. Mzigo mwingine huwa tunapata ni kwa sababu ya laana. Laana ni ukweli ziko. Hata Yesu wakati alipata mti ambao alikuwa nadhani angepata matunda pale, Biblia inatuambia aliulaani. Hata wakati watu wa Israeli walikuwa jangwani, kulikuwa na baraka na kulikuwa na laana. Na laana wakati mwingine unaweza pata kwa familia yenu, kuna laana fulani ambayo huwa inawafuata. Kuna jambo katika familia yenu huwa inawasubua nyinyi nyote. Na huo ni mzigo mwingine ambao tunaweza kuwa nao siku ya leo. Unaweza kuwa kuna jambo ambalo haliwafurahishi. Kuna ugonjwa fulani, kuna umaskini
fulani kwa familia. Kuna mambo huwa lazima yanaonekana kwa babu yako, kwa baba yako, kwako wewe, kwa watoto wako. Na wakati mwingine unashangaa, ninawezaje kutoka katika hii laana? Nitajiepushaje? Na huo pia tunasema ni mzigo. Na Yesu wakati ametutuma hapa, ameona kuna mzigo wa aina hiyo katika familia yenu. Na anasema, "Jo, usifadhaike tena, kuna suluhisho." Katika kitabu cha Isaia, Biblia inasema ati Yesu ni yeye alikuja akabeba dhambi zetu na laana yetu akaibeba. Kwa sababu Biblia inasema kulaaniwa ni yeye ambaye amesulubishwa kwenye mtu juu. Na vile Yesu alisulubishwa, alibeba laana zetu. Vile zilikuja, wewe usijali. Lakini kama already ziko, kama tayari huyo mzigo wa laana uko kwenye familia, wewe jawabu ni kwenda kwa Yesu. Yesu anasema, "Njooni kwangu, nyinyi mliolemewa na mizigo, nami nitawapea upumzisho." Mtapumzika kutoka mizigo ambayo mliobebeshwa na shetani. Kwa hivyo kuna mizigo ambayo sisi tunajitwika, na kuna mizigo ambayo maybe tu katika maisha tunapatana nayo, lakini hii yote mizigo haistahili. Huwa inatuletea uchungu kwa mioyo yetu. Huwa inafanya tukose amani. Huwa inafanya tukose tumaini ya maisha. Huwa inafanya tujidhalau. Huwa inafanya tuone kama hatufai. Lakini Yesu akasema, "Njooni kwangu na mimi nitawapea pumziko." Kuna mambo mengi, maybe sijaweza kuguzia yote, lakini ningeomba Mungu akusaidia uone ni mzigo gani uko nayo. Ni mzigo gani ambao umebeba na unastahili kupumzishwa. Ukuje kwa Yesu. Nimeanzia na kusema ni mwaliko, ni mwito wa maana. Mwito maalum ambao si mtu tu anakuita. Si rafiki yako anakuita. Si mwalimu wako hapa. Bali ni Yesu mwenye enzi, mwenye kila kitu, aliyekupenda sana, ambaye anaweza simamisha we call them the storms of life. Anaweza simamisha mambo ambayo yanaweza kusubua, ambaye aliumba hii dunia yote, ambaye anajua kila kitu. Ni yeye anakuita leo uje kwake akutolee huu mzigo. Mzigo wa mwisho nitaangalia ni mzigo wa dini. Kuna wakati mwingine mtu anaweza kuwa tu anaenda kanisa, na yeye anafanya kwenda kanisa kama tu, we say it's just like a normal thing. Ni jambo tu la kawaida. Wewe tu unaenda unafuata mafundisho, lakini bado hujapatana na Yesu. Unatii tu sheria. Na diposa Yesu akasema, "Njooni kwangu," ili umjue yeye ni nani. Unaweza kuwa hujaijuana na Yesu ni nani. Ni ukweli, unaweza kuwa unaenda kanisa, unafuata mashati ya kanisa ambayo si ya Mungu, na unakuwa una mizigo. Kuna wengine hata siku hizi nasikia wakijiita wao ni Mungu, na kuna watu wanawafuata. Mwingine anakuambia ukitaka kwenda biguni fanya hivi, nunua hii, lakini huo ni mzigo. Huo ni mzigo wa dini. Na ni mzigo mbaya, kwa sababu wakati Yesu atakaporudi hautaenda na yeye. Na siku ya leo Yesu anakuita, "Njoo kwangu." Na Yesu akaambia watu wachunge Wafarisayo, kwa sababu walikuwa wanawekea masharti magumu. Walikuwa bado wanasoma neno la Mungu, lakini hawakuwa wanalitafakari vizuri, na wanabebesha watu mzigo. Wala watu wote wameokoka hapa. Wewe ni kuokoka ya ile kuondolewa mzigo, ama ni mzigo ulijiweka? Wakati unakuja kwa Yesu,
Hustahili kuwa kama ni mzigo umejiweka. Unasikia kama ni mashati ambayo umewekelewa mengi ambayo hata wewe inakuchosha. Kwa Yesu alisema ukikuja kwake atakupea pumziko na wewe utapata raha. Na ile jambo ambalo linasababisha watu wengi kuendelea na mzigo wakati Yesu anaitana ni ile kitu kunaita ama in English we call disobedience. Disobedience. Sijui tunawezaje kuita kwa Kiswahili. Hiyo ndio shida kubwa sana tuko nayo. Watu wote ambao wako na mizigo, kama tu wangekubali wito wa Yesu siku ya leo, hiyo mizigo yote tumebebeshwa na shetani inaweza ondolewa. Ile mizigo yote, kama ni ya uchelati itaondolewa, kama ni ya dini itaotolewa yote. Lakini shida ni the spirit of disobedience, kukataa kutii. Hakuna kitu baya kama kukataa kutii. Nimesema kama mzazi wako anaweza kuita saa hizi ukuje hapa, unaweza enda kwa haraka sana, unaweza enda kwa upesi, kwa sababu unajua ni nani huyo. Na sisi ndio wengi hapa tuko wazazi. Niulize, ukaita mtoto wako mwambie Joe akatae, unaweza sikia aje? Ama utasikia aje kwa roho yako? Huu ni mtoto wangu, nimemuita akakataa. Na hilo ndilo swali hata Yesu huwa anajiuliza. Hawa ni watu wangu, ninaona wako na mizigo, lakini nikiwaita hawasikii. Nikiwaambia Jooni, wao huwa hawakuji. Mungu atusaidie siku ya leo watu wa John Saga, ya kuwa tutaweza kusikia mwito ambao Mungu ametuita kwa upendo, na ili atusaidie. Sisi ndio tunahitaji Yesu, sisi ndio tunahitaji rehema yake, sisi ndio tunastahili kupumzishwa. Katika kitabu cha Yeremia nikimalizia, tumesoma Yesu ama Mungu akasema, simameni kwenye njia panda, muulize. Alisema muangalie kwanza na muulize zile njia za kale, njia ambazo Mungu alikuwa amesema ziko wapi, na mupitie njia hilo ili mupate pumziko kwa mioyo yenu. Simameni katika njia panda, muangalie njia ya ukweli iko wapi. Huyu Mungu alikuwa anasema, God was saying, stand at the crossroads. Stand at the crossroads. Look, ask for the good way where it is, and walk in it, so that you may have rest in your hearts, so that you may have rest in your souls. Lakini wao wakasema, hatutakubali kutafuta hiyo njia. Wakakataa kupitia kwa ile njia. Na ndiposa nimesema shida ambayo tuko naye kubwa ni ya disobedience. Siku ya leo, nani anataka kutolewa mzigo ambaye amekuwa nayo? Yesu anasema, Jooni kwangu. Ningeuliza praise and worship watupeleke mbele za Mungu kwa sifa. Na kama kuna mtu hapa amesikia neno na akasikia yako na mzigo na angetaka kuondolewa ule mzigo, angependa kupewa pumziko, aje tuombe, naye Yesu atampea pumziko la ukweli. Asanteni sana. Karibu praise and worship. Kama
kama kuna mtu ambaye amesikia neno la Mungu na angependa kupeana maisha yake kwa Mungu, Yesu ndiye anaweza kupea pumziko la ukweli, na unaweza kuwa kuna mambo yamekuwa yakikusubua. Huu ndio wakati mwafaka wa kujikabidhi kwa Yesu. Kuna yeyote angependa kumpokea Bwana Yesu? Nafasi iko. Kama hakuna, tunashukuru Mungu kwa yote. Najua kuna neno umesikia, litafakari. Na ukisikia unahitaji kumjua Mungu, kaa kujipeana kwa Mungu, tunakukaribisha katika kanisa letu hapa. Tutaomba na wewe na tutakusaidia ili uweze kuanzia maisha mapya ukiwa na pumziko la Mungu. Tutamalizia kwa maombi na tuombe. Mungu wetu uliye mbinguni, twaja mbele zako wakati huu mwema wa jioni. Tunakushukuru kwa sababu ya neema kuleta neno lako katika huu mji wa John Saga. Asante Mungu kwa sababu neno lako huwezi kulituma bure. Tunajua kuna mioyo ambayo umegusa kupitia neno lako. Kuna wao wamesikia ujumbe wa upumzisho ambao unatoka kwako Bwana. Vile Mungu tunakuomba ni kuwa neno hilo ulifuate na uwezesha watu wako kukata kauli ya kuleta mizigo yote kwako. Naomba kwa sababu najua kuna wengi wamefungwa macho na yule muovu. Hawezi kuona mambo magumu ambao wanastahili kufunguliwa na wewe. Mungu nakuomba uwasaidie, uwape neema ya kuweza kujua ati wewe unawaona na uko tayari kuwapokea. Naombea wale wote ambao ni wagonjwa. Naombea wale wote ambao wako na shida katika mioyo yao. Naombea wale wote ambao wako na shida hata ya nyumbani, shida ya kifedha, mizigo ya laana. Wale wote Bwana ambao wamebebeshwa mizigo isiyofaa, Mungu nakuomba wakati wa huu uweze kuwakumbuka, uweze kuwasaidia, uweze kuwatolea ile mizigo na uwasaidie kukuamini kuwa wewe mwokozi wa maisha yao. Tunakushukuru na tunakuinua. Asante kwa wale wote tuyadamana na wao wakakuja kutusaidiana ili kueneza injili yako. Mungu wetu naomba uwabariki. Hivyo atakapokuwa akirudi kwao Bwana, naomba uwe na wao, uwabariki, uwape safari njema katika jina la Yesu. Na hii neema ambayo umetupea ya kueneza injili yako, utuzidishie na ili tuendelee kupeleka injili kwa njia zote, kwa nchi zote, kwa miji yote ambayo utatuwezesha. Tunakushukuru na tunakuinua. Yote tumeomba kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Praise and worship. Karibuni. Niwaereire gwetigirwo, niwaereire kwenyirio, ona ninge koinamirwo, tondu wenje umanduire, kira ngaita maithori, aroro
Yeah.
Haleluya. Bwana asifiwe. Tunataka kutamatisha mkutano wetu, na cha kwanza tunataka kuwaombea watu wote mahitaji yenu, kama vile tumesoma kwa Biblia, kujeni kwangu. Huyo ni Yesu alikuwa anaitana, sio sisi. Mahitaji yako unayalete kwa Yesu. Kama unataka kuokoka, unakuja kwa Yesu akuokoe, na yoyote unataka kufanyiwa, Yesu ako tayari kukutendea. Kwa hivyo nataka mkaribie hapa nyote tuombe. Tukiomba ili tutamatishe na tuende. Na vile mnakuja mjue mutabarikiwa na mutabarikiwa na mutabarikiwa. Na kama wewe ni mgonjwa, usiende nyumbani na magonjwa yako. Kwa sababu wakati Yesu anasema kujeni kwangu, wewe uko na shida gani? Ilete kwangu, ilete kwa Yesu, na yeye ataitatua. Na akiitatua, hakika utarudi kwako. Kama ni kuokolewa, umeokolewa, kupona, umepona, biashara yako itabarikiwa, na ni chati wewe uchukue hatua, wewe mwenyewe ukuje kwa Yesu, katika jina la Yesu. Haleluya. Hebu tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, tunakushukuru. Na tunakushukuru Baba Mwenyezi Mungu kwa sababu neno lako ambao tumeelezwa na mhubiri tutalitii. Naye Baba Mwenyezi Mungu utubariki tuweze kuendelea mbele. Wale ambao wako na magonjwa mbalimbali, Baba Mwenyezi Mungu kutana na magonjwa yale, ili Baba Mwenyezi Mungu ikiwaondolea magonjwa, watajua ya kwamba ni ile neno Baba Mwenyezi Mungu alilolisikia. Tunawaombea wote, hata wale Baba Mwenyezi Mungu wanataka kuokolewa hata wakati kama huu. Baba Mwenyezi Mungu tunawasalimisha kwako. Hata kama Baba Mwenyezi Mungu ni walevi, tunajua hata walevi wanakupenda, na wewe pia unawapenda. Baba tunakuomba uwamiminie wokovu, uwapatie Roho Mtakatifu ili aweze kuwaongoza, wawache mambo yote mabaya na waje kwako wakitii neno lako. Tunawaombea Baba Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu. Wale ambao wanataka kuokoka ni wale, na tuko na hawa hapa. Simama nyuma yao tuwaombee. Simameni nyuma zao. Kila mtu hapa ni mwinjilisti. Kama mama ule Kahamba alikuwa mwinjilisti,